Vanilla anakwambia sio mbaya umeamua kuchagua moyo wako ukampa yule, ila kaa ukitambua ya kwamba mimi bila wewe ni sawa na bure. Labda kuna kitu kipya alikipata kutoka kwenye mwili wake yule, na ukaniona mimi mshamba, vyo vyote ukamvika yeye. Ona sasa nimekuwa chizi wa mapenzi. Haya ni maneno kutoka kwa Vanilla na wimbo wake mzuri sana unaitwa Chizi. Kausachi huko Google na wapi uenjoy burudani, kwa sababu ni wimbo mzuri sana, hasa kwenye watu ambao wanatamani nyimbo za heartbreak, nyimbo za huzuni, nyimbo za kutuliza ndonga. Kausikilize wimbo wa Vanilla unaitwa Chizi. Tuendelee na movie yetu. Basi baadaye bibie Diola aliamua kumleta Roland kwenye nyumba yake, akamkaribisha akae na akamuuliza ni kinywaji gani ambacho angependelea kunywa. Roland akamwambia chochote ambacho bibia atapenda kunywa naye atakunywa. Basi bibia akaenda akaleta wine, wakajisevia pale, mdogo mdogo stories zikaanza. Bibia akamwambia mshikaji, jisikie huru kuuliza swali lolote kama unalo. Mshikaji akashushia kwanza kinywaji, lakini bibia anavyomwangalia mshikaji ni wazi kabisa kuna kakitu hapa ambako hajaamua kutufungukia watazamaji tuweze kujua, lakini kiutu uzima tunaona kabisa hapa kuna namna, maana jicho limekaa fulani hivi kimawindo zaidi. Basi mshikaji akaamua mwambie kwamba kabla hajaja Lagos matarajio yake yalikuwa tofauti. Kwanza Annabel hakuwa anashika simu zake, meseji zake hakuwa anapokea. Bibi akamwambia okay, na ndio maana imekuwa rahisi kwako kumove on, kwa sababu hakukuwa kuna mawasiliano, na mapenzi yanahitaji mawasiliano, na ndio maana kama kungekuwa kuna mawasiliano basi hii ingemchukua sana. Bibi akawa anaelezea sana lile swala kwa hisia sana, mpaka machozi akawa anamlenga kabisa. Mshikaji akamuuliza, kwa nini unaelezea hiki kitu kwa hisia kali namna hiyo? Bibi kwa uchungu sana akamuelezea kilichomkuta yeye kwenye maisha yake, kwamba siku ambayo ilikuwa inaelekea siku ya harusi yake ndio siku ambayo aliachika, ni siku ambayo mwanaume wake alimsaliti. Alieleza kwa uchungu sana kwamba siku ambayo mshikaji alimwambia unajua nini kuhusu mapenzi, na akamwambia don't judge a book by its cover. Ni mambo kama haya. Mshikaji alimchukulia kwamba bibi hajui mapenzi, lakini bibi kashaumizwa huko nyuma. Bibi aliongea kwa uchungu sana mpaka akawa analia. Kabidi ajishtukie na kumwambia mshikaji kwamba kama utahitaji kitu chochote unaweza ukaenda jikoni tu pale, mimi naenda kulala. Bibi akaondoka. Mshikaji akaendelea kunywa wine pale. Usiku sana ukafika, akawa amelala kwenye kochi pale. Bibi akawa ametoka kuja kumwangalia na kuta amelala kwenye kochi. Ikabidi amuamshe na kumuinua akampeleke kitandani kulala. Basi bana, asubuhi kafika. Huwezi amini hawa watu bana walilala kitanda kimoja. Sijui kama kili happen, mimi sitaki kuwa shahidi kwenye hilo. Bibi akawa kwanza kuamka akajinyosha, mwisho siku akaenda kwa ajili ya kujiandaa. Baada ya kujiandaa kujiweka fresh, kuoga na nini, akawa amekaa hapa anamsikilizia mshikaji amke. Mshikaji ameamka ile anageuka saa ngapi simuone, binti alishtuka kinoma nini naona mauzo mimi. Bibi akamwambia umeamka? Akamfuata. Mshikaji akamuuliza niko wapi? Bibi akamwambia huko chumbani kwangu kwenye kitanda changu. Mshikaji akasema nini? Kabidi ajikague kwanza mali iko salama au ishaliwa? Bibi akamwambia unaangalia kama labda nilitumia nafasi usiku kufanya chochote? Hapana, mimi siko hivyo. Mshikaji bado amini. Basi bibi akamwambia amke, anaenda kumfuatia nguo zake. Bana, watu tunakuelekea. Mimi sijui. Wazi kabisa bibi anamuelewa mshikaji. Kwa mimi naona, sijui nyie zangu mnaona vipi, lakini kiutu uzima tunaona kabisa bibi anamuelewa, kwa sababu cheki kwanza nguo hiyo aliovaa kiwanaume bwana. Basi wakafika mezani kwa ajili ya kupata breakfast. Bibi akamuuliza kwa hiyo una mipango gani? Mshikaji akamwambia najaribu kuongea na bosi wake, na pale ambapo atapata pesa mingi mshahara basi atarudi zake nyumbani. Bibi akashangaa akasema kwa hiyo ndo hivyo tu? Bibi akamwambia kwa hiyo unataka kuua ndoto zako ndoto zako za fashion kwa ajili tu Annabel amekuacha, kwa hiyo nataka mimi nifanyaje? Bibi akamwambia Roland, unatakiwa utumie hii nafasi, tumia nafasi sasa kuinuka. Mshikaji akamwambia kwa hiyo unamaanisha mimi nioshe magari? Nitosha magari mpaka lini?
haiwezi kanitosha mimi kupata hela ya kutosha. Bibia akamwambia hata hao matajiri ambao unaona leo walianza kwa kufanya kazi ndogo ndogo mpaka wakafikia hapo. Bibia akamwambia ni sawa, kama unataka kuondoka unaweza ukabeba mshahara wako na ukaondoka, lakini kama utaamua kupambana na kutimiza ndoto zako, unajua kabisa mimi niko pamoja na wewe muda wote. Mshikaji akamuuliza kwa nini unataka kunisaidia kwa nini? Bibia akamwambia utabaki. Mshikaji akamwambia naomba unijibu swali langu, kwa nini unataka kunisaidia? Namaanisha unijui vizuri, mimi ni mgeni kwako, hujui chochote kuhusu mimi, hujui naishi vipi, hujui nimetokea wapi, kwa nini unataka kunisaidia? Kwa sababu nakupenda Roland. Hichi ndicho kwa nakisema. Finally kimefunguka. Bibia anampenda Roland. Roland alibaki kushangaa tu. Bibia baada ya kusema vile akaondoka. Kama unavyojua wanawake kutoa hisia zao ni ngumu sana, yaani mpaka itokee umempenda mtu sana ndio huaga wanakuwa wepesi kueleza hisia zao kwa kujikaza sana. Kwa hiyo hata Bibia alijikaza sana kuweza kusema hisia zake kwamba anampenda Roland, na kiukweli kabisa tulishaanza kuona ishara mapema kwa kumsaidia kule. Sio rahisi kwa mtu wa kawaida kuonesha upendo wa kiasi kile na kusema kwamba ni kawaida tu. Ni wazi Bibia alikuwa anampenda mshikaji toka mwanzo. Wanawake ni kweli wanatupendaga sana wanaume, lakini sisi wanaume ni ngumu sana kuelewa lugha ya wanawake, ni ngumu sana kuelewa ishara zao kama tamaduni zinavyoeleweka. Sisi wanaume ndo tunatakiwa kutongoza wanawake, na sio lazima kwamba sisi tunatakiwa kutongoza, lakini ni kwamba ni utaratibu ambao tumejizoesha sisi wa Afrika kwamba mwanaume ndo atakayetongoza. Wanawake wapo ambao wanatupenda, wapo wanawake ambao wanavutiwa na mwanaume fulani, lakini anashindwa kueleza hisia zake mpaka aone kabisa huyo mwanaume anaelekea kumpoteza ndo anaamua aseme. Inakuwaga ni ngumu sana kwao. Kama anadanganya, jamani, mashabiki zangu mtaacha komenti zenu hapo nisije kawa napotosha watu hapa, lakini the whole I know is that wanawake ni ngumu kueleza hisia zao, wanabakigi na mambo moyoni, lakini kiuhalisia na wao wanapenda. Mshikaji ndo alianza kuconnect doti, akakumbuka yale mambo yote Bibia alikuwa anaonesha, akawa ameelewa. Sasa kabidi amfuate chumbani, akaongea naye, mwisho wa siku akamweka kifuani. Mtoto wa kike akatulia kusikiliza mapigo ya moyo ya baba. Mwanzo wa mapenzi yao ndo hivyo ukawa umeanza sasa. Tabasamu la Bibia ni kubwa sana, zuri na tamu, kuonesha kwamba amefurahi kile kitu ambacho kwa anakitamani kwa muda mrefu, hatimaye amekipata. Na wewe mwanamke, kama una mwanaume unampenda, usisite kumwambia, kwa sababu unaweza ukawa nakaa na kitu moyoni, yeye labda yuko na mwanamke mwingine labda ambaye naye anamfukuzia, lakini hajamwambia, wewe ukashindwa kuitumia nafasi. Na si wanaume ni rahisi sana kupata mwanamke, sisi hatusubiriki sana. Kwa hiyo ukawa umekosa nafasi kwa uzembe mdogo tu. Ukimpenda mwanaume, jaribu, hata kama utashindwa kumwambia direct kwamba unampenda, jaribu kutumia lugha ya vitendo bana. Wanawake ndio kitu ambacho mmeumbiwa. Onesha lugha ya vitendo kadri ambavyo unaweza ili uweze kumpata huyo mwanaume, lakini sijamaanisha uende kufanya vitendo ambavyo havifai, hapana. Na maanisha onesha hisia, onesha kwamba unampenda, mjali, mfanya jihisi kwamba hapa kuna namna, hapa iko hivyo. Mida ya usiku, Roland alikuwa amekaa mezani ana design michoro yake kwa ajili ya mavazi yake. Kama ambavyo unajua ni fashionista, huyu ni mtu ambaye anashona. Bibia akawa amemfuata na akawa ameona, alivutiwa sana na kile kitu. Roland akamwambia Bibia kwamba rasmi sasa anaendelea na kazi yake, kwa hivyo sasa kilichobaki ni kufanya kazi ili aweze kuanzisha biashara yake. Bibia akamwambia ni kitu kizuri sana, wewe ndio utaongoza na mimi nitakufuata. Basi Bibia akamwambia kama unakumbuka nilikwambia ukifanya ile acting nitakupa 1%. Basi kwenye ile 1% utapata 4,500,000 naira. Usinidanganye. Bibia akasema sidanganye, ni kweli. Mshikaji akauliza uko serious? Bibia akasema ndiyo, hiyo 4,500,000 naira kibongobongo ni zaidi ya 8,000,000 na ushee huko, kwa hivyo ni pesa nzuri sana kwa kuanza. Basi bana, mshikaji alifurahi sana, Bibia pia alifurahi sana. Bibia akamwambia una deserve kitu. Mshikaji alifurahi sana. Basi Bibia akamwambia kwa hiyo una account yoyote labda nikutumie hizo pesa? Sasa mshikaji akasema hapana, haina haja ya kutuma kwenye account. Akasema hiyo pesa ni moja kwa moja nitafute sehemu kwa ajili ya biashara. Lakini Bibia akamshauri akamwambia kwamba hapana, tunaweza tukanunua vitu tukaanzia hata hapa nyumbani, nafasi ni kubwa.
Mshikaji alifurahi sana yani. Akasema nimepata na idea ya jina la kampuni yetu itakavyoitwa. Bibi akawa anasikiliza akasema itaitwa Rodeo Collection. Rodeo Collection inamaanisha nini? Oh, come on, ni jina zuri sana. Ni combination ya Roland and Diola. Bibi alifurahi sana kusikia hivyo. Jamani, ndo mahaba haya. Yanaitwaje? Yanaitwa mahaba ni uwe. Tari, mimi napenda sana hizi momenti. Sijui kama unapenda. Kama unapenda, acha komenti yako nijue tuko wangapi ambao tunapenda sana hizi moment. Bibi alimwahidi kwamba atamsapoti kwa hali na mali kwa kadri ya uwezo wake kupromote biashara yake. Mshikaji alifurahi naye akaahidi kwamba atampenda bibie for the rest of my life. Yani atampenda kwa kadri ambavyo itamchukua kwa maisha yake. Bibi akamwambia usiweke ahadi, especially pale ambapo unakuwa too emotional. Mshikaji alitabasamu, lakini kuna kitu tunajifunza hapa. Ni kweli, usifanye maamuzi ukiwa na hasira sana au ukiwa na furaha sana. Sometimes waga inatutokea puani hiyo. Basi bana, penzi likaendelea kunoga, penzi shata, penzi zito kilo 550. Vile wanapata raha utawaambia nini? Hatari. Basi baada ya miezi 8 kupita, leo tunamwona nani huyo? Mpaka namsahau jina. Mapenzi yametuchanganya bwana, tunamsahau kivuruge. Tunamwona Annabelle yuko na boyfriend wake na wamekuja hapa kwenye duka la nguo. Wanaangalia nguo ambayo itawafaa kwa ajili ya harusi yao. Akauliza kwamba unaweza wakapata yule mtu ambaye ataenda kuwa cheki ambaye ni mwakilishi wa hapa. Bibi akamwambia bosi wake hayupo, ameenda Dubai kwa ajili ya kwenda kufanya event ya fashion, lakini mkewe yupo. Basi bibi akasema unaweza ukamuita. Mfanya kazi akaenda kumuita. Huwezi amini mkewe ni nani? Bibi wa kumuita Diola. Kwa inamaanisha kwamba huyo bosi ni mwamba wa kumuita Roland, na maana hii ni kampuni yake. Basi baada ya kuwaona hapa, bibi akajaribu kumkumbusha Annabelle kwamba yeye ndo yule binti ambayo alikutana kipindi fulani na akamkataa mshikaji. Annabelle akawa anajifanya akumbuke, lakini mwisho wa siku akakumbuka. Akamwambia mshikaji ni Roland na yeye ni mke wake kwa sasa, wameshaoana na wanatarajia baada ya miezi 4 ijayo kupata kachali. Ilimpiga sana usoni bibi wa kumuita Annabelle. Aliumia sana, alishindwa kuvumilia kuendelea kukaa pale, akaondoka. Boyfriend wake akaomba msamaha kwa bibia naye akaondoka, akasema atampigia. Annabelle akashika simu kumpigia mpenzi wake, nyonga mkaeli aini wake, mahbuba wake, kipenzi cha roho yake wa kumuita Roland. Basi bana, stori za kumwaga, wanafuraha sana huku anashika tumbo lake. Kijana tunamtarajia, sijui ni kijana sijui ni bibie, lakini mimi niseme tunashukuru sana kwa kuwa nami mwanzo mwisho. Hopefully umeenjoy burudani hii. Natamani kuona komenti yako, natamani kuona like yako, natamani kuona ukisubscribe na turn on notification bell ili nitakapoachia kazi mpya wewe ndio wa kwanza kabisa kupata taarifa. Nashukuru sana na naomba wache comment ya movie ambazo unatamani mimi nipite nazo, movie ambazo unatamani sauti ya healing ipite. Mimi ni Milan, the voice of love, the voice of healing. Bye.